chakula cha matanga kikitengenezwa na watu wa maiti kinakuwa ni makosa. Mnasaba wa mtu aliyefariki ni ikiwa kile chakula kinatengenezwa na ahlul mayit. Kile chakula kikitengenezwa na ahlul mayit, katika hali hii inakuwa kile chakula ghairu mustahabba, hakifai kile chakula, si pahala pake wala si kulingana na maadili na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya yamekuja katika maneno ya wanazuoni wa Kiislamu, akiwemo Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye ametaja kwa wazi na bayana katika kitabu cha Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab. Akieleza ndani ya kitabu hichi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, wa amma islahu ahli al-mayit, ama wale watu wa maiti wenyewe wakitengeneza at-ta'am, wakitengeneza chakula, wale watu wenyewe wa maiti wakitengeneza chakula, anasema falam yunqal fihi shay, katika kufanya jambo hili hakuna kitu ambacho kimepokelewa katika dalili. Hamna hoja au dalili au shahidi uliopokelewa ya kwamba ahlul mayit, watu wa maiti wenyewe ndio wanaotengeneza chakula na kualika watu kuja kula. Kwa hivyo anasema, watu wa maiti wakifanya hivyo inakuwa ni bid'a, inakuwa ni uzushi ghairu mustahabba, ni jambo ambalo halipendekezi. Haya ni maneno ya Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu cha Al-Majmu'. Kwa hivyo kwa maana ya kwamba ikiwa walima utafanywa kwa munasaba wa mtu kufariki, lakini chakula kimetengenezwa na ahlul mayit, fayakunu hukmu hadhihi alwalima bid'a ghairu mustahabba. Chakula kile lao kitatengenezwa na watu wasiokuwa watu wa maiti, ahlul mayit, wakitengenezwa na jirani, kitatengenezwa na watu wa karibu, ndipo hali hii inakuwa kile chakula jaiza, kinafaa, na watu wanaruhusiwa kula katika chakula kama kile, inakuwa mustahabba, bali ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyobainisha Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema fa inna dhalika sunna, kwa matamshi yake anasema fi'li hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lu ahli alkhair qablana, na ni tendo la watu wema waliopita kabla yetu. Kwa hivyo unaona kwamba chakula ni kimoja katika hali kama hii, au kwa mnasaba wa mtu kuondoka duniani, yani maiti, chakula ni kimoja ambacho kinaliwa katika siku ile maiti anapoondoka duniani au usiku wake, lakini hukumu inakhtalifiana kwa kuzingatia tu kile chakula kimetoka wapi. Ikiwa kimetoka kwa watu wasiokuwa wa maiti, hukumu yake mbali, na ikiwa kimetokana na wale watu wenye msiba wenyewe, hapa ndio inakuwa kile chakula inaingia katika hukumu ya bid'a, hukumu ya ghairu mustahab chakula kile. Wala wale wanaokula kadhalika pia hukumu hii inakuwa yote ni moja kwao, wanakula chakula ambacho asili yake ni uzushi na asili yake ni ghairu mustahabba. Haya ni maneno ya al-Allama al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kisha wanazuoni wakatoa hoja juu ya maneno haya, kama ile hadithi ya Abdullah ibn Jarir al-Bajali radiyallahu anhu inda Ibn Majah wa ghairi wa isnad sahih, anna nabiy sallallahu alayhi anna Abdullah radiyallahu anhu qala kunna na'uddu اجتماع الناس عند اهل الميت وصنيعه الطعام يوم دفنه من النياحه. Ilikuwa tunahesabu na tunazingatia ya kwamba ule mjumuiko wa watu na kule kutengeneza chakula ile siku yule maiti anapofariki, wale watu wa maiti kutengeneza chakula, ini minan niyahati, hiyo ni katika jumla ya niyaha. Na niyaha ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza, maombolezi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza katika Uislamu. Kwa hivyo tukimaliza nukta hii ikhwani, tunatoka na mukhtasari ya kwamba chakula cha matanga kikitengenezwa na watu wa maiti kinakuwa ni makosa. Wale ahlul mayit wakitoa kile chakula, wakiwapa waislamu, jamani chakula hichi, ama mtu amekuja kati ya waislamu inda ahli almayit akapewa kile chakula kimetengenezwa na ahli almayit, inakuwa ni makosa. Lakini pale pakipatikaniwa chakula ambacho kimeletwa na wasiokuwa ahlul mayit, aljiran na qaraba, inakuwa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo chakula ni kimoja, mnasaba ni mmoja, tofauti ya hukumu inatokamana na nani aliyetengeneza
chakula.